Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Timotheo wa pili sura ya 4 na nitasoma mstari wa kwanza na mstari wa pili. Timotheo wa pili, barua ya pili ya Timotheo, ya Paulo kwa Timotheo, sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili. Nitasoma katika jina la Bwana. Na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu, atakaye wahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiokufaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Amen. Huduma ya uinjilisti si kazi ya kawaida kama kazi zingine, lakini ni wito mtakatifu unaohitaji ushujaa, unaohitaji uaminifu, unaohitaji utayari, unaohitaji unyenyekevu, unaohitaji ushuhuda mwema wa maisha yote. Yesu Kristo hakuita watu wake ili wawe wasikilizaji tu, lakini amewaita wawe watendaji wa neno. Yakobo anasema kwenye Yakobo 1:22 kwamba msio wasikilizaji tu, bali mfanyeje? Mwe watendaji wa neno. Ndio maana ujumbe wetu wa leo unasema lihubiri neno la Mungu kwa ushujaa, kwa maneno na matendo. Na kwa kweli ndugu zangu, haya maneno na kuambia nawe mtumishi mwenzangu, Bwana asifiwe. Maana ni letu sisi wote. Mungu anapenda kutukumbusha siku ya leo. Lihubiri neno, uwe tayari wakati ufaao na wakati usiofaa, wakati unapojisikia na wakati usipojisikia. Kufanya hivi. Maana wakati mwingine, watumishi, nyinyi mashahidi, unaweza ukajisikia kutokufanya huduma. Hata Mkristo atakwambia naomba uje uniombee, ukasikia uzito wa moyo, pengine kwa sababu mambo ambayo umekutana nayo. Lakini Paulo anatukumbusha kutia moyo leo, uwe tayari wakati unaofaa na wakati usiofaa. Unawahubiria wengine utajiri wakati wewe ni maskini. Unawahubiria wenzako na kuwaombea wapone wakati wewe unaumwa, tena hujui utapata wapi vidonge. Na unawaombea wengine unapokea uponyaji, na unarudi nyumbani ukiwa bado una homa kali, wakati unaofaa na wakati usiofaa. Mwinjilisti anaitwa kuwa jasiri. Unatakiwa kuwa jasiri. Ushujaa wa Injili si kelele wala kuhubiri kwa kijeuri, kana kwamba wewe ndiyo ambaye umetengeneza hayo maandiko. Maana unaweza ukapitiliza ukafikiri ile neno ni wewe umelitengeneza au umelitunga, lakini na ukaiga maneno barabarani ama kwenye mitandao ukatishatisha nayo washarika. Ujasiri sio huo. Ujasiri ni kuwa tayari kutetea kweli ya neno la Mungu bila kucompromise, bila kubadilisha msimamo wa kweli ya neno la Mungu. Hata kama upigi makelele kama akina fulani, hata kama huneni kwa lugha, maana inawezekana uweze kunena kwa lugha. Kwani ni wote wanena kwa lugha? Sio wote. Inawezekana hata wewe hujui kunena kwa lugha. Ukishindwa kunena kwa lugha, usiogope kuhubiri, maana sio vyote unaweza kupewa mwenyewe. Wewe huwezi kupewa kwa vyote. Maana kuna wengine hawajapewa kipawa cha kunena kwa lugha, afu unatunga maneno, unawatishia washarika kwa kujifanya wananena kwa lugha. Usitishie washarika kujifanya kwamba unanena kwa lugha. Wewe fanya kile ambacho Bwana amekupa, si ndio? Maana hicho kinatosha. Amen. Amen. Ingawa si vibaya kuvitamani karama za rohoni, si vibaya wapendwa wainjilisti, msinielewe vibaya. Unaweza kutamani karama ya rohoni yoyote unayotaka na Bwana atakupa, lakini usitamani ili tu upewe sifa na wanadamu. Ufanye hivyo kwa sababu unataka kulitimiza kusudi la nani? La Mungu. Kuwa jasiri ni kuwa mwaminifu kwa kweli ya Mungu bila kuogopa wanadamu. Madhali unajua hii ni kweli
Usimwogope mwanadamu yoyote, maana ni kweli ya Mungu. Usiogope nyuso za watu. Unapohubiri neno la Mungu usiogope nini? Nyuso za watu. Sisemi uwadharau, waheshimu kabisa, lakini kwa sababu ya neno usiogope sura ya mtu. Amen. Na kutokuogopa sura ya mtu ni kumwambia ukweli unaotakiwa, unaostahili. Kwa nini? Atasema kwa ujasiri na kwa kweli, kwa sababu amepakwa mafuta. Ni mtumishi wa nani? Ni mtumishi wa Mungu. Kwa wazazi, ninawaomba, hata kama ninyi wakubwa sana kwake, yeye ni mtumishi wa nani? Wa Mungu, na anayoyasema ni kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Na ukisoma Yohana anasema maneno haya nayokuambia ni roho. Wewe usishindane na roho ya Mungu hata kama ni mtoto mdogo. Si mnakumbuka Yesu alipoingia hekaluni akiwa mdogo, sio? Watu wakashangaa mafundisho yake, kama vile mtu mwenye mamlaka. Hawakujua kama ana mamlaka, lakini kweli alikuwa na mamlaka. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, ukisimama hapa usitetemeke, maana neno unalolihubiri ni la nani? Ni la Kristo, sio la kwako. Usiogope mazingira, usiogope upinzani, maana utapingwa. Na ninyi wote mmepingwa hapa, si ni kweli watumishi wa Mungu? Hakuna mtumishi ambaye ametumika kweli kweli ambaye hajapingwa. Kuanzia nyumbani mpaka kule anaowatumikia anapingwa. Si ni kawaida? Kabisa. Usiogope upinzani, hata kama ni wa nyumbani, hata kama ni wa nani, simamia kweli. Mtume Paulo anasema, kwa maana sikuionea aibu Injili, kwa maana ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminio, kwa Myahudi kwanza na kwa Uyunani pia. Sione haya Injili, maana nimeanza kuona baadhi yetu tunaonea haya Injili kwa sababu fulani fulani. Tukiingia tukaangalia na matajiri wa damiala, tukabadilisha Injili, tukaanza kupiga prosperity gospel. Usifanye hivyo. Bora waje waandamane, waje waniambie, mkuu wa jimbo, umetuletea mwinjilisti wa ajabu pale, anatushughulikia sana. Mimi nitakupigia simu nikwambie, kaza usi, maana Injili imefika. Usiwatukane watu, sema kweli ya nani? Ya Mungu. Mwinjilisti, fanya hivyo na utainuliwa kutoka imani kwenda imani, kutoka utukufu kwenda utukufu. Hakikisha neno la Mungu ndio linakuongoza, sio hofu, wala sio hisia, wala tamaa, wala kuwapendeza watu. Maana kuna wakati mwingine watumishi tunajaribiwa, tukiona watu 4 5 miamala iko vizuri, tunaanza kuwasifu na kuogopa. Sisifu mtu, kama anastahili sifa mpe sifa, lakini si kwa kuligeuza neno la Mungu. Sisemi utoke hapo uanze kuwachapa washarika kwa kujifanya kwamba unalijua neno. Sina maana hiyo. Na maana zingatia neno na kweli ya neno bila kuogopa kabisa. Lihubiri neno kwa maneno yanayojenga. Katika Wakolosai mlango wa 4 mstari wa 6 anasema maneno yenu yawe na neema siku zote. Maneno ya neema. Mtu akisikiliza maneno yanayotoka kwenye kinywa chako apate neema ya Mungu. Ukiendelea kidogo mbele anasema maneno yako yawe na munyu. Maana unaweza kujisahau, kaongea ovyo, na washarika wanajua ni mpaka mafuta wa Mungu. Wanajua maneno yako unayoyatoa ni maneno yaliyochamuliwa, yaliyobaguliwa. Usemi kila neno kila mahali. Kwa maneno yako yawe ni maneno yenye kuleta uponyaji. Maandiko yanasema kinywa cha kuhani kitoe maneno ya kuwasaidia watu wanaosikiliza. Mahubiri yenye nguvu yanaanzia sio kwa mihogo ya maneno na spika kubwa kubwa na volume ya juu.
Mahubiri yenye nguvu yanatokana na neno safi la Mungu kutoka kwenye Biblia. Kwa mfano, neno hili pokea, 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 limeandikwa wapi? Lilimo limeandikwa wapi? Yaani msharika anaondoka amechoka kabisa, usikie pokea, pokea, pokea. Kweli ninasema kwa nguvu, si ndio? Je, lina nguvu? Ninalisema kwa nguvu kabisa, kwa speaker volume ya juu. Je, lina nguvu? Anapokea nini? Anaondoka kapokea nini? Kapokea sauti, si ndio? Na masikio yakauma. Sisemi usitumie kipawa chako kama Mungu alivyokujalia. Kitumie uwezavyo. Kitumie uwezavyo, lakini neno la Mungu lina nguvu ya kubadilisha mioyo ya watu. Mtu akisikia aseme, nimfanyeje ndugu yangu? Umenisema mimi kabisa. Nikawatendeje ndugu zangu? Niwatendeje watumishi wenzangu? Nifanyeje? Na kile kitakachogeuza moyo wake ndio nguvu inayotoka kwenye neno la Mungu, na sio tu inayotoka kwenye kinywa chako. Lakini mahubiri yenye nguvu ni mafundisho sahihi, mafundisho ya kweli. Washarika siku hizi wanahangaika kutafuta mafundisho ya kweli, na kwa sababu hivyo wanapata mahangaiko makubwa, na wengine wanafilisika kwa kudanganywa na kutapeliwa na wahubiri matapeli wanaoligoshi neno la Mungu kwa manufaa binafsi. Wewe umeitwa, umefundishwa kweli ya neno la Mungu, itumie kweli hiyo kuwasaidia washarika. Na washarika mkiambia kweli mkubali, hata kama ni mtoto uliyemzaa peke yako. Maana wakati mwingine washarika wanachagua mafundisho. Ukisoma kule mbele, anasema watu watajipatia watu walimu makundi. Maana ukimwambia kweli anakimbilia kwenye hema lile pale. Ukimwambia kweli anakimbia hema lile pale. Msharika ukiambiwa kweli isikilize, na kama imekosa moyo wako, dawa yake ni moja tu. Ingia magotini na utubu. Uanze maisha mapya. Usimjengee bifu mtumishi wa Mungu na kuanza kuleta vigisu vya kumuondoa mahali pale. Amesema na moyo wako, amesema na maisha yako, lipokee hilo neno. Ni Bwana amesema na wewe. Amen. Lakini tumia lugha yenye upendo na yenye hekima. Wazee waonye kama baba yako. Ni kweli unapewa mamlaka, lakini usiwaibishe wazee hata kama wana dhambi. Maana mahali pengine mwinjilisti, mchungaji anamwambia wewe mzee, kaa chini. Mzee mwenye nyingi amesinyosha kidole chake, anatoa hoja zake, anambia wewe kaa chini. Baba samahani, nitakusikiliza baadaye. Baba samahani, hilo neno ulilosema sio la ibada yetu, sio kikao chetu. Lakini ukiwa na mamlaka unamkemea. Tena mke nango hiyo. Hapana wainjilisti, hapana. Maneno yenye hekima, maneno yenye munyu, maneno ya kusaidia, sio vitisho na laana. Hii nyumba yako imelaaniwa, mkio kitewe umfui kudo. Maana kuna watumishi wanalaani tu, watishia washarika. Na unajua ukilaani visivyo haki vinafanyaje? Vinageukia. Wewe si mwepesi wa kulaani. Kama Kristo hakuja kulaani ni kubariki, hakuja kuhukumu ni kuokoa, wewe unakuwa mwepesi namna gani? Sisemi ucompromise na maisha mabaya ya washarika, hapana, lakini utumie, Bwana akupe hekima namna ya kuwaonya washarika. Maana wazee wa kiume na wa kike, mababu na mabibi wanakosea ingawa ni watu wazima, lakini onywa yao ni tofauti na watoto wa kipaimara. Si ni kweli jamani? Yeah. Na Bwana atakupa hekima ya kufanya hivyo. Bwana akujalie hekima hiyo, ufanye vizuri. Maneno ya kuhubiri, ya mhubiri yaponye,
waliovunjika, yaonye waliopotoka, yawajenge walio dhaifu. Neno lako liwe taa, si fimbo, liwe dawa, sio jeraha. Maana unaweza kuwajeruhi watu. Tumeshaona baadhi ya maeneo washirika wanahama, sio? Yaani wana mtu anasema kama ni mwinjilisti huyu anahubiri, leo si abudu hapo leo. Kama ni mchungaji anahubiri, leo aliniumiza sana. Aliniumiza sana. Hasa kwenye maeneo ya mazishi. Tunatumia mazishi kama rungu ya kuipiga ile familia badala ya kuwasaidia wafarijike, lakini wamrudie Mungu. Watu wanalia, unaambia nyamaza, unalia nini? Au nitakuachia ibada hapa. Yaani amefiwa asilie. Mwache alie amalize. Si ni kazi yako hiyo? Unakimbilia wapi? Relax, mwache alie amalize. Hata uchungu wake wote uishe. Wakishamaliza atakwambia wenyewe, endelea mchungaji ama mwinjilisti. Akisema nyamaza, tuna haraka. Nyamaza, haraka ya kwenda wapi? Huyo mtu ameishi miaka 90, ameishi miaka 100, unakimbilia wapi? Unakimbilia wapi? Unawaachia mzigo. Watu wana mzigo wa msiba, unawaachia tena mzigo mwingine wa maneno. Wasaidie. Wasaidie. Na kama wako nyuma kiroho, ni walevi, familia ina walevi na watu wenye aina mbalimbali na wasawi na kikipa hicho pacha. Pali sio mahali pake. Wewe ndio umefeli. Hujafanya wajibu wako wa kufanya uinjilishaji kwenye hiyo nyumba. Eti unatusubiri siku mazindo watu na watu anga. Na nyinyi mnajua kule mwika tufundisha hicho kitu, sio? Hata kufundisha hicho kitu wainjilisti. Hii sisemi washarika wakae hivi tu wasijeuke. Wageuke, wamjue Kristo. Lakini sisi tutumie mbinu za Bwana, za Roho wake kuwasaidia watu hawa wamgeukie Mungu aliye hai. Amen. Lihubiri neno kwa matendo yako, mwinjilisti. Nuru yenu na ing'ae mbele ya watu, wapate kuyaona nini? Matendo yenu mema. Huduma ya kweli haisimami kwenye madhabahu tu. Maana watumishi wengi wanaonekana watumishi kweli kweli madhabahuni, lakini nje ya madhabahu ni watu wengine tofauti. Ni katika mwenendo, ni katika tabia, ni katika uaminifu, ni katika unyenyekevu. Hata kama una vipawa vya kufufua wafu, unyenyekee. Maana umepewa na nani? Na Mungu, tena umepewa bure. Lakini nikwambie, watu husoma maisha ya mhubiri kabla hawajasikiliza mahubiri yake. Na ndio hii tunasema ni injili ya 5, matendo ya mhubiri. Maisha yako ya hubiri hata pale ambapo mdomo wako umenyamaza. Kuna maneno yanayosema, na mimi nakubaliana nayo, action speak louder than words. Matendo yana mshindo mkuu kuliko maneno. Hata ukiwaambia watu wewe ni mzee wa kanisa, hata ukiwaambia wewe ni mchungaji, hawayaamini mpaka waone nini? Matendo yako. Kwani hujawahi kuulizwa na hiyo nikishika kunu? Yaani unaingia mahali walioko pale mahali wanakushangaa. Wanakuambia, na wewe mwinjilisti unafikaga huko? Au unasema tu ninapita kuombea washarika wangu. Yaani ninaombea washarika wangu. Uongo. Na wewe umetamani masufuria ya Misri. Wanafika mahali wanasema, yule mwenzetu. Ukisikia wanasema wao ni mwenzao, you are done my brother. I assure you. Kwisha habari. Yule mwinjilisti, yule mwenzetu. Tunakutana naye pale kwenye mkutano wetu. Ukisikia hivyo? Huyo mzee wa kanisa, huyo mzee mwenzetu. Tunaimba naye ile kwaya pale pamoja, ile kwaya yetu ndio. Ile kwaya yetu pale. Kuna solo, anapiga solo hapo, afu anampasia mwenzake hapo. Matendo yetu yaendane na maneno yetu, hata wasiposikia maneno yetu wayaone matendo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu aliwaambia makutano, hubiria. Akawahubiria. Wengine hawakuamini.
Na wengine wakataka kumpiga mawe, akawaambia, hivi ni katika kazi zipi hizi mnanipiga kwa mawe? Ni kwa sababu nilifufua wafu? Sababu niwaponya wagonjwa? Vyote wakatembea, ni katika hizi? Ni katika hivi mnanipiga mawe? Wakasema kwa Yesu, sema katika hizo nzuri Bwana hatukupigi mawe, lakini hii ya kujifanya mtoto wa Mungu, hii tunakupiga mawe. Pengine akasema, kama hamwamini maneno yangu, basi aminini kazi nilizozifanya, maana kazi zako zinaaminika zaidi kuliko maneno yako. Ukihamasisha kuotesha miti, jamani, miti ni uhai, miti ni hivi, hafu huna hata mti wa muhogo umeotesha pale nyumbani kwako, watu watakuamini? Hawawezi kuamini. Matendo yako yahubiri kwa sauti kubwa zaidi kuliko maneno yako. Mwisho, lihubiri neno la Mungu kwa kumtegemea Roho Mtakatifu. Na hapa nawaomba sana wainjilisti, watumishi wa Mungu, nyakati za leo kuna access nyingi za kupata mafundisho. Kuna access nyingi sana. Mtegemeeni Roho Mtakatifu, maana Roho Mtakatifu atawapeni ujumbe sahihi kwa mahali sahihi na kwa watu sahihi. Mtegemeeni Roho Mtakatifu. Ndio maana Yesu aliwaambia mitume wake, msiondoke humu mjini mpaka mtakapopata nini? Mpaka mtakapopata nguvu. Na nguvu hizo ni za Roho Mtakatifu. Mtegemeeni Roho wa Mungu. Ushujaa wa kweli katika huduma hautokani na elimu pekee. Maana unaweza kusoma sana lakini huna nguvu za Mungu. Unaweza kuwa na degree zote za theolojia na sayansi zote, lakini unakosa nguvu za Mungu. Na ukikosa nguvu za Mungu, huwezi kuwasaidia washirika. Ushujaa wa kweli hautokani na uzoefu peke yake, bali unatokana kwa Roho Mtakatifu. Jana mchungaji mmoja akaniambia, kwa jimbo unajua mimi sina uzoefu sana. Naomba unifikirie. Sina uzoefu sana. Uzoefu unaupata wapi kama si kwa Roho Mtakatifu? Unafikiri kazi ya Mungu ni ya kuzoea? Eti kwa kuwa mimi nimekuwa mkuu wa jimbo, nimekuwa mchungaji zaidi ya miaka 20, nimezoea? Sijazoea. Ndio maana huwa nateseka kutafuta neno la Bwana la kuambia watu. Kama uteseki, heri yako mwanangu. Mimi silali kabisa. Ikiwa ni kwenda kusema na kondoo wa Mungu, silali kabisa. Lakini wewe kama unaweza, basi hongera yako bwana. Hongera yako. Ukitaka kweli, lazima utulie, usikie Roho wa Mungu akuambie neno la kuwasaidia watu. Wasitoke kama walivyoingia, watoke wakiwa tofauti. Wapendwa washirika mlioko hapa, na waomba, lakini tunapewa wajibu wa kuwaombea na kuwasaidia watumishi wa Mungu, ili Mungu aweze kutuhudumia kupitia watumishi wake. Amen. Maana ninyi washirika msipotimiza wajibu wenu, hamtapata cha Mungu, mtapata cha wanadamu. Maana mtumishi wa Mungu akisimama hapa hana cha Mungu, atawalisha cha kwake. Na ninyi hamtakuwa kwa kiwango cha Mungu, mtakuwa kiwango cha kwake, maana mmepata cha kwake. Lakini mkichukua trabu, mkichukua hatua, mkichukua uamuzi kila siku kusema Mungu umbariki mchungaji wetu na mwinjilisti wetu, kesho akija madhabahuni atuhudumie kama upendavyo, mtashangaa. Tunao washirika ambao wanawashambulia watumishi wa Mungu kwa maneno, kwa wazi na kwa siri. Mwisho wa siku watumishi wanapigwa, wakija hapa wanakuwa kama MC tu. Na tunaondoka tumeshereheshwa, tumechangamka. Nyinyi baadaye yelo njeva nyinyi. Doseka, dochio. Mochiochi otenu na useta. Yaani anakuja hapa anawakoga tu, lakini naondoka mkiwa hivyo. Ni kwa hasara yenu. Washirika mnapaswa kuwaombea watumishi wa Mungu.
tena kwa kuugua. Mungu wasaidia watumishi wa Mungu. Kazi ya Mungu sio rahisi. Sio rahisi hata kidogo. Ni ngumu kweli kweli. Ngumu kweli. Tena nyakati za leo ni ngumu zaidi kuliko ilivyokuwa kule zamani. Wakati ule wakina mchungaji, Bwana erege, mkiambia simama mnasimama, kaeni mnakaa, teremka na teremka, panda mnapanda. Asikuti. Tukae kwanza kikao, tujadiliane kwanza, tuone kama inafaa. Zamani akisimama hapa sema kesho washarika wote njooni hapa, wote wanakuja. Asikuti. Lazima kikao kikae, tujadiliane, inafaa haifai. Ile mjini ndio usiseme. Lazima ujipange vizuri kichwani. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, sisi watumishi wako tuliotumika kwa miaka mingi, tunaomba utuhurumie pale tulipokwenda kwa udhaifu. Ututakase, utusamehe, utupake mafuta mabichi kwa upya, ili tukalihubiri neno wakati unaofaa na wakati usiofaa. Tufanye kwa ujasiri, ili Bwana wewe utukuzwe, maana neno lako ni uzima, ni uzima wa milele. Amen. Bwana wabariki sana.